Lives. Bethel Clouds TV, empowering lives. Kutupata kutuzuia kuja kukuabudu wewe Yesu, tunasema asante, tunasema wewe ni mwema, zaidi yako hakuna mwingine, hapana mwingine kama wewe. Wewe ni Mungu wa maajabu, wewe ni Mungu umejawa na upendo, tunakuabudu. Thank you Jesus, we love you Lord, we love you Jesus. Kweli wewe ni Mungu, kweli wewe wastahili, umeketi juu sana kwenye kiti cha enzi, umejifika utukufu, wewe ni Mungu, kweli wewe ni Mungu, kweli wewe wastahili, umeketi juu sana kwenye kiti cha enzi, Baba umejifika utukufu, Dadi wewe ni Mungu. Tuimbe tukimwambia Bwana, kweli wewe ni Mungu, oh kweli wewe umejifika utukufu, wewe ni Mungu. Tumwambie tena, kweli wewe ndiwe, kweli wewe ni Mungu usiyeshindwa Bwana, kweli wewe wastahili, umeketi juu sana kwenye kiti cha enzi, umejifika utukufu, wewe ni Mungu, kweli wewe Bwana, kweli wewe ni Mungu, oh Bwana Yesu, umejifika utukufu, wewe ni wa Mungu. Mwanadamu ni kazi ya mikono yako, sisi si chochote Yesu bila wewe. Ndio maana tumekuja kuliabudu jina lako na kulitukuza, ili tuweze kukaa karibu nawe, tuweze kukupendeza wewe muumba wetu. Tupe mioyo ya kuvunjika na kunyenyekea kwako, tupe mioyo ya kushuka chini ukainuliwe juu, tupe mioyo inayobondeka mbele zako Bwana, ili Yesu kakutane nasi na kunena nasi. Sante kwa wema wako na kwa ukuu wako, sante kwa uaminifu wako, sante maana wewe ni mkuu. Kwa jina la Baba, Mwana
mtakatifu. Tunashukuru na sote tuseme amen. Haleluya. Amen, amen, amen. Haleluya. Hebu tupigie Yesu makofi, tumsifu kwa wimbo mmoja. Haleluya, tumwambie Bwana asante. Haleluya, tumwambie Bwana asante. Haleluya, tumwambie Bwana asante. Haleluya, tumwambie Bwana asante. Inua mikono mwambie Yahweh ni asante. Haleluya, tumwambie Bwana asante. Ametuokoa, tumwambie yeye ni asante. Haleluya, tumwambie Bwana asante. Oh Bwana asante. Oh Bwana asante. Kwa neema zako asante. Bwana asante. Oh Yesu asante. Yahweh asante. Yahweh asante. Oh Bwana asante. Oh Bwana asante. Oh Yahweh asante. Oh Bwana asante. Oh Yahweh asante. Oh Baba pokea sifa. Baba pokea sifa. Baba twakuinua, twaimba pokea sifa. Baba pokea sifa. Baba twakuinua, twasema pokea sifa. Baba pokea sifa. 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 Wewe ni wema. Pokea sifa. Pokea sifa. Pokea sifa. Pokea sifa. Thank you. God bless you. The worship team, you may be seated now. Thank you. Nashukuru sana kwa enyi mliofika. Naona wakati umeenda sana na Mungu awabariki. Punguza kwenye main ya mic. Leo tunaangazia kuhusu roho ya wale wamekufa, the spirit of the dead. Maroho madwale amakwete. Praise be the name of God. And this topic is a little bit deeper, and it requires a lot of understanding and a lot of knowing. Kwa sababu maroho mashio madwale makwire, they really control our life. They manipulate us and control our life. Main, not the mic. The main, hiyo ya katikati. Angalia, the main. Yeah, teremsha chini kidogo. Wacha hizi za mic. Thank you. The spirit of the dead. The spirit of the dead is the soul or consciousness of a deceased person. Yani, the spirit of the dead inamaanisha ni roho ya mtu ambaye alikuwa hai, lakini roho ile ikaondoka. Yani mwili ukaondoka, ukafa, roho hafi, roho hakufangi. The spirit ambayo iko ndani yako haikufangi. Mtu ndio anakufa. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwili huu, hapa tuko na vitu viwili. Kuna mwili na kuna wewe. Sijui kama mmenielewa. Kuna mwili na kuna nani? Kuna wewe. Ambayo mwili ni tofauti na wewe. Na behavior na characteristics za mwili ni tofauti na wewe. Maana wewe ni roho. Hallelujah. You are a spirit. Ndio na kila mtu ukikuuliza, nikikuuliza swali, mguu huu ni wa nani? Utaniambia ni wangu. Tumbo ni ya nani? Ni yangu. Kichwa ni cha nani? Ni changu. Mdomo ni wa nani? Ni wangu. Sasa huyo anayesema ni wangu ni nani? Sasa huyo ndio nataka tumzungumzie. Kwa hivyo mtu anapokufa anaondoka mwili, lakini roho yake inabaki. Na ndio unaona watu kama wanasiasa ama watu wa dini
wanaendanga kwenye wale watu waliokufa kujaribu kutafuta spirit yao. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukiangalia kama kanisa Katolika wanaendanga kufufua mifupa, kuchukua mifupa ya waliokufa. Kama juzi hapa Kenya tulishuhudia kesi ya ya Sister Nyadha, ambako walienda wakasema mifupa yake sasa anaweza kutaifishwa akuwe saint, kwa sababu kupitia kwa mifupa yake kuna mtu alipona, kupitia kwa jina lake kuna mtu alipona. Kwa hivyo ikasemekana mifupa yake ina uwezo wa kufanya jambo. Kwa hivyo roho yake iliyo ndani ya mifupa ina uwezo wa kufanya jambo fulani. Ukienda kwa watu kama sasa wakati wa ni Elijah, yule mtu aliangushwa akaangukia mifupa ya Elijah, alipona immediately. Ukakuta katika mifupa ya Elijah bado roho ya Elijah bado ilikuwa kwenye mifupa. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukiangalia wakati Saulo alikufa, tusome kitabu cha Samueli wa kwanza mstari wa aya 28. Samueli wa kwanza aya 28. Kutoka hapo tutaenda tukiendelea, tutazungumzia jinsi watu wanavyonenda kutafuta nguvu za waliokufa. Maana tunaenda tunafufua. Hauwezi kuzungumza na roho ya mtu aliyekufa kama haufanyi kafara fulani ambayo itakushirikisha katika kuongea na huyo mtu. You have to call. Lazima ukuwe na kifunguo. Bwana Yesu asifiwe sana. Hizi mliachia nani? You have to have a key to open. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Lazima ukuwe na kifunguo cha kuweza kuzungumza, utoke kwenye dunia ya ulimwengu wa binadamu, the physical world, to get into the spiritual world. Utoke kwenye dunia ya uhai wa mwili, uingie kwenye dunia ambayo inazungumza kuhusu mifupa, yani maroho. Uingie kwenye dunia ya maroho. Dunia ya sasa kama sasa hivi tulipo, it is not as the same kama dunia ya maroho. Maana wale walikufa wanatuona, wanatuona, maana maroho yao bado inatuchungulia. Ndio nasikianga mtu anachukua siku 40 za maombolezi mpaka wakati shingo yake itakatika ndio roho yake inaondoka. Na ndio tunasema roho yake na ikalazwe mapema peponi. Bwana Yesu asifiwe sana. Na roho yake na ikapumuzike, na roho yake na ikalazwe. Haleluya. Sasa katika hiyo situation ya kusema roho ikalazwe ni discommunication. We are discommunicating us from that person in the spirit. Hallelujah. But there are many people that even if somebody has died, they will like bado kujishikanisha na roho ya hiyo mtu. Ukiliona juzi wakati Raila amekufa na akazikwa, Uhuru Kenyatta alirudi kwenye kaburi. Hallelujah. Na mtu anaitwa, wengine wanasiasa wote wameenda mpaka sasa wanaenda kwenye kaburi Raila. Maana kuna roho fulani wanataka kuchukua. Kuna roho fulani wanataka kuwa nayo ndio waweze kuendeleza utawala wa Raila. Bwana Yesu asifiwe sana. Na wanasema the spirit, huyu mtoto ana behave kama baba yake. Huyu mtoto ana behave kama guka yake. Yaani ako na roho, wanataka kumaanisha ako na roho kama ya guka yake. Ako na roho kama ya mtu mwenye alikuwa anaishi in the spirit. Yaani spirit ni kitu kilicho hai. Haleluya. Roho yuko hai na hakuna siku roho atakufa. Wengine wanaamini ya kwamba ukifa utarudi ukiwa insi, utarudi ukiwa mosquito, utarudi ukiwa umbwa, utarudi ukiwa binadamu, utarudi ukiwa, yani kuna wana believe that we reincarnate. Ati labda sasa wanaweza kusema uko duniani sasa umerudi, hii ni safari yako ya 3. Bwana Yesu asifiwe sana. Na unasemekana hii safari yako ya 3 ndio yako ya mwisho ya kurudi duniani. Kwa hivyo ukiondoka utaondoka ukiendaga. Labda sasa utaenda. Kuna wengine wameenda wamerudi wakiwa mapusi. Kuna wengine wamerudi wakiwa maumbwa. Hiyo ni belief. Iko na watu ambao wana belief ya kwamba unaweza kuenda urudi ukiwa mnyama fulani. Unaweza kuenda urudi ukiwa mtu fulani. Bwana Yesu. Maana ni maroho ambayo yanaingia ndani ya mtu. Na hayo maroho yanatawala, maana inalinganisha baba yako ama guka yako ama generation ambayo umetoka. Hiyo generation iko na maroho aina gani? What kind of a God were they worshiping? What kind of activities zilifanyika in the family?
Bwana Yesu asifiwe sana. Maana kuna wale ambao walifanya vitu kulingana na miungu fulani ambao walikuwa naabudu, na hiyo miungu ndio inayofufua maroho. Sio kama mnanielewa? Hiyo miungu ndio hutumika katika kufufua maroho. Wakati nani anaitwa Samuel alipoaga, na huko kwenye Samueli ndio watu walikuwa wanaenda kutafuta miungu, ndio walikuwa wanaenda kutafuta nguvu, ndio walikuwa wanaenda kutafuta neema fulani. Mtu anaitwa Saulo alienda kwa mganga amfufulie nani? Amfufulie roho wa Samueli ndio aweze kumpatia maelekezo. Sasa alitaka maelekezo kutoka kwa roho ya mtu aliyekufa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo alienda kwa mganga, alikuwa ameenda kwa manabii kutafuta Mungu, akakosa Mungu. Alikuwa ameenda kwa manabii kutafuta communication yake na Mungu, lakini akakosa. Alipofika akakuwa desperate, ilibidi sasa atafute mganga ama mtu ambaye alikuwa na roho, ambayo hiyo roho yake ilikuwa na communicate na Mungu. Na hiyo ndio nasema kutafuta maroho ya wale waliokufa. Na ndio hatari kubwa, na ni hatari kubwa sana katika maisha ya binadamu. Maana wengi ambao tumeenda kutafuta maroho ya waliokufa, tumejipata kwenye matatizo ya kiroho na matatizo ya kimaumbile na matatizo ya kimaisha. Tumesuffer, we are suffering. So basi tuko na magonjwa ambayo sio yetu, ni ya wale waliokufa. Siku nyingine hapa nikifanya deliverance, kuna mama nilifanya deliverance, mapepo yakazungumuza. Kulifanyika nini? Mama ako na kansa lakini hajui ako na kansa. Kisha mapepo yakasema, mama tumemweka kansa. Nikamulimuza, mlimweka kansa namna gani? Nao wakasema walienda, yule aliyefanya hivyo, aliye consult medium za watu waliokufa, alienda kwenye kaburi ya mtu ambaye alikuwa na kansa, kisha akatap hiyo roho kutoka hapo, akaizungumuza, akaituma kwa mtu fulani. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa hawa ni wachawi wa grade ya juu, maana wana uwezo kuzungumuza na aliyekufa, wanatoa roho ya yule aliyekufa, tena wanairusha kwako. Sasa kama mtu alikufa na kansa, unapata kansa inatembelea kwenye maisha ya mtu wengine. Kama mtu ni ukimwi ilimuue, kuna watu wako na ukimwi lakini ni ukimwi wa kiroho. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna watu wako na kansa na ni kansa ya kiroho. Kuna watu wako na umaskini hapa na umaskini ni wa kiroho. Kuna watu wanafuatwa na ukunywaji wa pombe, uvutaji wa bangi na vitu vingi ambavyo vinavuata watu, na vitu hivyo vyote ni vya kiroho. It is not permanent. It is not in you, lakini kilirushwa kwako, ukakuwa diverted, ukaondoa kwenye the plan of God. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana what they do wakati wana invoke the spirit of the dead, they invoke the spirit of the dead to divert you from the plan of God. Because when you consult a dead person, you put God aside. When you consult powers of darkness, you put God aside. When you consult the mediums, umeachana na Mungu, una seek the power of the medium of the dead people. Sasa wale the dead people ndio utakaotumia maroho zao kuweza kuchanganya, kuroga. Wale ambao wanaturoga hawaturogangi peke yao, they have a spirit in them. Guka ndani yake, shosho ndani yake, anko ndani yake, muganga fulani ndani yake. Kwa hivyo si yeye husema, ako na power. Vile vile kama sisi wahubiri, it is not us, the spirit of God is inside us. Nikisema jambo linafanyika, maana the spirit of God is guiding me. Now wale pao nao wanaenda kwa waganga, they have a spirit of a particular witch ambao is speaking in them. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaweza kuwa bwana yako alikuwa mchawi, alikufunga. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana kuna watu ambao wamefungwa. Kuna watu bwana yako alikufa lakini amekufunga. Unasikia hautaki kuolewa, unasikia hautaki chochote, unasikia maisha yako ni kama ilifika mwisho. It is a spirit. Huyo ukienda kutafuta mwanaume, unaona yule bwana yako anakuja kwenye ndoto usiku. Maana the spirit of that dead has not departed from you. It is still holding you. It has captured you. Ukienda kufanya biashara fulani, the biashara inaangushwa because that man is controlling the spirit. That woman is controlling whatever you are doing in the physical.
Bwana Yesu asifiwe sana. Because kuna link, kuna kitu ambacho bado hakijatenganishwa kwako. Kuna roho ambayo bado haijatenganishwa. Labda mama yako alikufa na huyo mama alikuwa amekukamata in the spirit physically and in the spirit spiritually. Kwa hivyo mama yako akikufa and you used to adore this woman, you used to worship this woman, you used to, yani alikuwa ndio Mungu wako dunia hii. Huyo mtu, Bwana Yesu asifiwe sana, akifa, usipojitenganisha na roho yake, hiyo roho itakuwa ikikuandama. Usipojitenganisha na mipango yoyote ile ya huyu mtu, itakuwa hakuna kitu unaweza kufanya dunia hii bila kukuta umesema mama yangu alisema, mama yangu alikuwa, mama yangu alikuwa, mama yangu alifanya. Kwa hivyo utakuta the spirit of your mother who is in the grave is controlling you, is manipulating you. You cannot move your life not until the spirit, you console the spirit. You do not need only to go and console the spirit, uende kwa kaburi useme oh spirit come, but the continuity, ule continuity ya kuserve, ya kukumbuka mama yako, ya kutembea na mama yako, ama ya kufikiria mama yako, baba yako, ile kitu walikuwa wanafanya, gukaa venye alikuwa, gukaa itu ekaga, gukaa itu adiyaga, then unafanya kitu ambacho kinaweza kumuita akuje. Basi unatembelea kwenye spirit ya waliokufa, na hakuna siku utafanya jambo hata moja ambalo litakusaidia kujinasua kutoka kwao, maana wamekukamata. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio unakuta kuna eneo fulani liko na vifo ambavyo havieleweki. Unaendewa kwenye familia fulani iko na vifo havieleweki, iko na matatizo hayaeleweki, iko na magonjwa hayaeleweki. Unasikia mtoto wa fulani alikufa just ghafla, alienda tu, walienda kukunywa, akaenda nyumbani akalala akakufa. Baba yake naye alikufa the same. Mtoto mwingine mkaka miaka baada ingine 5, unasikia after every 5 years kuna mtu anakufa. Now they die the same because there is a spirit that is following them. There is a power that is behind what is happening there. Unasikia kwenye familia baba ako na kansa, mtoto wake ako na kansa, mtoto wa pili ako na kansa, mtoto wa tatu ako na kansa, and you find this is within the family and is moving around the family. There is a spirit of the dead that is tormenting these people. Tukisoma katika kitabu cha 1 Samuel chapter number 28, tusome kutoka hapo verse 1. Please somebody to help us with media guys. Yes, at that time the Philistines army joined together to fight against the Israelites. Sikiliza the cause of the problem. It is a fight. So when people get into this issue, wanapoingia kwenye matatizo kama haya, ama kuingia kwenye kuabudu maroho za watu, kuna kitu ambacho kinakuanga kimeanzisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Madhena, problem that you face in your life, challenges that you face in your life, difficulties that you face in your life, rejections that you face in your life, ndizo huchangia mtu kujipata kwenye maroho fulani. At that time the Philistines army joined together to fight against the Israelites. The king Achish said to David, I hope you know that you and your men must fight with me in the battle. I hope you know. Wewe na watu wako lazima tukue kwenye vita hivi. I hope. Natarajia unaelewa. Why? Because there is a covenant. And through the covenant, that is how we get trapped to the spirits. Through the covenants. Maybe I give you my example. That when I was in Mungiki, I started Mungiki when I was 19 years old. My great grandfather ambaye anaitwa Waruinge kama mimi, naye alianzisha Maumau akiwa na 19 years old. Bwana Yesu asifiwe sana. Alichukua mbuzi akaenda akachinja, ndio walioitumia kama kafara ya kuanzisha Maumau. Na mimi nilitumia mbuzi, yeye alitumia mbuzi ya red ama kefiro. Kefiro ni red, maroon type. Na mimi nilipofanya utafiti nilikuta the same mbuzi ambayo Guka alitumia ya kefiro ndio mimi nilitumia kuanzisha Mungiki. The goat ile ya kwanza tulichinja ndio Guka yangu pia ya kwanza alichinja, the same color. Bwana Yesu asifiwe sana. So when I was doing everything that I was doing under an incarnation of a particular person mwenye alikuwa naishi. Kwa hivyo haikuwa mimi, nilikuwa kwenye Mungiki, haikuwa mimi.
I had powers kubwa sana. Nilisimamisha vita za Wakalenjin na Wakikuyu Moro when I was just a young boy. Sasa mpaka watu wanajiuliza kama mwanaka kaniko keko. Yeah, but they didn't know it was not me, but a great grandfather was wearing my body. Bwana Yesu asifiwe sana. Just wase, kuna mtu hapo anaweza fikiria ni kasichana. Kama sasa uende uoe kasichana kadogo kazuri, kanarembeka, kanatembea vizuri. Kasichana wewe ungeshia ni kailetu wa hikia. Lakini if you follow deeply in the spirit, it is an 800 years old woman. No, unaona kailetu, kanaona kama udu. Sasa mimi niliterrorize Kenya, nikaterrorize Moi, nikaterrorize Kibaki, nikaterrorize the system zote. Where was I getting this power from? It is because I had a backing. It is not me. It is this body was wearing another spirit. The body exists na inavalishwa spirit nyingine, ambao spirit hiyo ndio inakuanga na power. Huyo mtu huwezi kumuua. Walinipiga marisasi, si kufa. Wakanipeleka jela, wakanihang kwa kamba, si kufa. Wakanipiga, wakaniwekea sumu, si kufa. Wakajaribu kila kitu, si kufa. Walishindwa. Why? Because in me there was a stronger spirit, and the people who were trying to kill me, they were younger than the spirit. So when you are younger than the spirit will defeat you. Itakushinda. And that's why kuna watu huwezi kushinda. Kuna watu huwezi kupigana nao until God takes them. Ni mara ngapi wamepiga Raila marisasi? Ni mara ngapi wamepeleka Raila kwa jela? They tried to kill him. They tried everything to kill Raila. But God just sustained him. Walikufa wakamwacha. Moi alikufa. Moi alijaribu kuua Raila, akampeleka detention, akampeleka kwa kila mahali, but Raila still survived. Aliwachwa wakati all other were hanged. Wale watu walikuwa na Raila at the coup ya 1982, they were all hanged. Akina Hezekia, akina nani, they were all killed. All of them, they died. None is existing. But one who organized the coup still existed. Aliendelea kuishi. Wakajaribu kumfunga, it didn't work. Wamempiga tear gas, it didn't work. Wamemvunja mpaka mwili, mpaka jicho yake moja ilikuwa inamwaga machozi peke yake, didn't work. Wakamcastrate, didn't work. Until God had to take him. Kulingana na story ile wanatupatia, alikuwa amekaa, aliketi kwa kiti, akapumua, akaenda. Nobody touched him. These kind of people are not ordinary people. They are spirits. Now there is a person ako hapa, wewe unaonanga ni mtu unaonanga, but this person is not a person, is a spirit. Mtu kama Jeremia anasema, the Bible says, before you were born I knew you. Kabla hujazaliwa nakujua. Na wakati ulizaliwa nilikuweka kando, nikakutenganisha na binadamu wa kawaida. Nikakumwagilia mafuta, nikakuanoint, hakuna mtu atakuguza, na nikakuweka mahali hakuna mtu anaweza kufikia. I set you apart, consecrated you, and anointed you to become a prophet unto the nation. So you are set apart. Huyo si mtu wa kawaida. Anybody set apart is not an ordinary person. And consecrated, amekuwa consecrated to be removed from among men. Hallelujah. He is removed from among men. Yani vitu zake mtatembea na yeye ukifikiria ni mtu, lakini hakuangi mtu. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaonanga kama mtu tu kakipita, unafikiria ni kama mtu, but si mtu, anakuanga a different. Is not amevaa body. Ni spirit imevaa body ya binadamu. This is what happened to Jesus. When Jesus was born, Mary was told, in you there is a baby. Who impregnated this baby? Because they say she was a virgin. Nani alilala na huyu mama ndio apate mtoto? They say it's a virgin. And therefore nobody slept with this woman until the giving birth of Jesus. She was still a virgin, meaning nobody. So what ni nini iliingia? So it is a spirit of God that entered into a body of a woman to produce a human being so that it can fit with other people. So the same thing, kuna watu wachawi, kuna watu wamezaliwa wakiwa katika ulimwengu wa kishetani wa uchawi. They get into people's body just like Jesus got into somebody's body. Na wanazaliwa wakiwa waganga, wanazaliwa wakiwa wachawi. They don't need to have witchcraft. They don't need to go and carry a kamote. They don't need to come and do anything. They are themselves a kamote. Bwana Yesu asifiwe sana. Wao wenyewe, unaoa kimwanamke kinaingia kwako, maisha yako inasambaratika, na si mbaya, a good and a beautiful woman.
Bwana Yesu asifiwe sana. Are very beautiful. Hata unatembeanga tu na yeye mahali popote unaenda, my beautiful wife. Unakiona mahali, my beautiful husband. Ukienda na yeye, my beautiful, my handsome man. Lakini wacha ingie kwa maisha yako, you will just crumble, unaanguka. And huyu mtu anakupenda. Kama ni mama, anakupigianga kisi hata ukienda kwa choo. Ukienda kwa choo na maybe I'm going to the loo, anakuambia baby, can I kiss you as you go to the toilet? Ni venye upendo uko mingi, ni venye upendo uko kubwa, but inside there is a spirit that keeps destroying, because she is not a human being. She's only carrying a body of a human being. She's housing, the spirits are housed in bodies. Umeona, the spirit zinawekwa kwenye body. Ndio kwa maana zile spirits zilikuwa kwa wale wa jamaa ambao walikuwa na demons. When Jesus alitoka kwa boat, wali negotiate. The spirit, the man do not negotiate, but the spirit in the man negotiated. Wakaambia Yesu, we know you have the power to remove us, but please, we want you to command us. We want you to command us. Tuingie kwa nini? They needed a command. Every spirit looks for inaitwa a legal right, a legal accreditation. Accreditation ni accreditation, a legal accreditation to accredit you to move from here to here. That is why utakuta mtu anakuinsistia kitu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ninakuinisia wewe unakuaga mwisi. Na kuinisia because there is a spirit iko ndani yangu ambayo inataka ukubaliane ndio iruke kwako. Ndio unakuta watu wanasema wewe ni msherati, wewe ni msherati, because that spirit ambayo iko ndani yako unataka kuiondoa ndio ikuje. Mimi nikubali ni msherati, then to solve hiyo maneno. Sasa nikikubali, nimepatia accreditation, nimepatia the legal path, sasa itaingia ndani yangu. Lakini utakuta mtu anainsist, wewe unalala na wanawake, wewe unafanya hivi, wewe ni mwizi, wewe unafanya, because they are looking for that access. That is why you see kuna watu watakuattack kule nje, ati huyo sio pastor wa Mungu, huyo ni pastor, ni devil worshipper, because they want to start fighting. Uanze kujidefend, I am not a devil worshipper, I am not this, I am not this. Ndio ufungue kinywa chako uwapatie liwe for conversation. Because when these people walikuwa wanatolewa, wakati waliona Yesu, Jesus never removed the demons from them, but the demons spoke, because an authority has come. An authority that is Jesus imekuja. Sasa what they did, they spoke quickly to seek accreditation. Ndio waondoke hapo waende, because the time ya kuondoka kwa hii body imefika ya binadamu. So they sought to look for another body. Ndio waliomba permission waende kwa pigs. Bwana Yesu asifiwe sana. So demon, when you are removing demons hapa, the demon do not hang here. Hazihangi hapa. Hapana, zinatafutanga who is ready. Nani amefungua mlango? Ukiona nimefanya mtu deliverance, kuna mtu hazitatoka hapa kwa zikienda ati na mguu ziende, atatoka ulia na uende. Hapana, zitaingia kwa mtu mwingine. Ndio unaona kanisa inakuaga na masubua 24/7, because nikitoa an demon na huyu alikuwa amefungua mlango, zitaenda huko, because huyu ako na accreditation, ako na barua, ako na kibali ya kupokea mademon. Unanielewa sasa? Kuna mtu, yani as long as ulipatiana hiyo ruhusa, kuna mtu alisema wewe ni msharati na ukakubaliana na yeye, umepatiana ruhusa. Utakuwa ukipata tu wanawake wanakupenda for apparently no reason, because you gave the permission. So when somebody is speaking to you over something, rebuke, cancel them immediately, because these people are planting a seed in you. They are looking for accreditation, they are looking for the permission, for the legal right, ndio uweze kuitikia. Na ukiitikia kutoka sasa hapo, mademon wamepata custody, wamepata store ya kuwekanga mademoni zao. There are people who are carrying demons. They don't know they are carrying demons, lakini wamebeba demons ndani yao. Sasa mahali akienda, akikaa tu, demoni za zile zinahitajika sehemu hiyo, unaona zimechumuka, zimegoka na zimerudi, because you have given permission, you have given legal rights ya demons kupata. Because what we do, they do is they look for the space where to occupy. Wakati America wanataka kuleta jeshi yako, wanakuja wana sign contract na president wa Kenya ya kwamba tuko na security agreement, tuko na
tutakuwa tukisaidia Kenya kutrain wanajeshi wa Kenya, kusaidia wanajeshi wa Kenya na kuwa-equip, kuwapeleka, kuwafundisha. Ndio serikali ya Kenya iweke consent, iseme tumekubalisha Americans they come and train. Now in this consent, training Kenyans, yes, but what is for us, we Americans? Na sisi tutaenda Lamada Island, huko na sisi tujenge airport yetu na kampu yetu. Tutaenda huko Moyale tujenge kampu yetu, na tutaenda Nanyuki tuweke majoni kule. It is an agreement you have accepted. And then wakati mtu alikuwa anaitwa nani, Joshua, when they were to war, wakakutana na Wamoabi, they had an agreement. Wakasema sisi hatutapigana na nyinyi, lakini tutakuwa watumwa wenu, na nyinyi you will protect us. Bwana Yesu asifiwe sana. So this is what we call a concession of spiritual powers that you allow them. Your grandmother alikuwa kama mchawi. Sasa wakati na wewe utaanza vitu vya kiuchawi, ile spirit ambayo ilikuwa ya grandmother itatafuta home na itakuja kuishi kwako. Bwana Yesu asifiwe sana. So once you find we are fighting demons every day and night. We have a problem in this church every day and night. You have a problem in your marriage every day and night. You have a problem in the business every day and night. We have a problem at workplace. But mnajulisaga ni nani anaweza kuwa, ni nini inaweza kuwa inatukura, only for them to come and discover kumbe ni huyu mwanamke, kumbe ni huyu mwanaume, kumbe ni huyu mtu ambaye anatusubuaga, because huyu mtu ni custodian, amebeba mapepo, amebeba powers ziko ndani yake, yeye mwenyewe hajui hata kidogo. Ukamuuliza kama ni mtu ni staunch Christian, hata akikuja kanisa anadhioma, hata ana interpret, ndio nasikia ndiye interpret diomi, yeye ndiye ana kila kitu kiega kanisa, very active person but a dangerous person who is carrying the weapons. Yeye ni custodian, ni storekeeper. Wakati wa kurelease ana release, wakati wa kutorelease ana release. Akiona mtu amekuja, hizo spirit zake ziko ndani yake zinaanza kuattack ile kazi. Maana every spirit has a role. Every spirit, kila spirit iko na kazi inafanyanga, na hiyo kazi, kuna spirit iko hapa ya kuvuja kanisa. They are here, they were sent to make sure kanisa iendelee. So what they do, utakuta kazi ya wale wa kuvuja kanisa inashika washirika na inashika department zote ambazo zikivunjwa kanisa itavunjika. Watashika praise and worship, watashika intercessory, watashika mchungaji, alafu wana plant sasa the rumor mongers, the people, the hearers of rumors. Sasa hao pia kukuja kuspread, ndio wanakujanga wana disseminate information, kisha yeye anaruka kado. Sasa anachungulia akiona the reactions of people against their pastor, the reaction of people against their husband, a woman against the husband, the reaction of people against the situation, against what is happening around. Wao wanyao kazi yao tu, hiyo demon kazi yake tu ilikuwa kuachilia kasumu. Hako kasumu kama kale kakitu kana nyambanga, unasikia the whole place kumenuka. Kazi yake tu ni kunyamba. Hiyo ndio silaha, kana nyamba kanaenda. Bwana Yesu asifiwe sana. Nao kuna wale wa kungata, kuna nyoka anakuja anangata. Nao kuna wale wa kukuja kuweka mambo mengine. Nao kuna wale wa kuja kujenga mahema. Nao kuna wale wa kuja kujenga madhabahu. Yani every spirit has a role. Not until now you know, my friend hapa, ile spirit ina operate ndani yake ni gani? Unajua huyu spirit ina operate ndani yake ni gani? Unajua huyu spirit ina operate ndani yake ni gani? Mimi kama kiongozi wenu nisipojua hivyo, nitashinda vita ambavyo sivielewi. Maana utaniletea mshenea huyu, kumbe ni kunyamba, alinyamba. Ndio wewe ufikishe. Umesikia? Yeye kazi yake ni kunyamba, wewe ni kazi yako ni kufikisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu kuna kitu. Sasa hiyo wakati huo ni mnyambo imekuja kwangu, ni kwa sababu kuna blessing, kuna kitu Mungu alikuwa anataka kufanya ndani yangu. Na nilihitajika, na mimi nimewekwa spirit gani? Ya makasiriko. Sasa huyu atanyamba, wewe usafirishe, mimi nikasirike, mimi nitusi huyu. Umeona the sequence? Imchezo ile imechezo hapo, wewe utafikiria ati pastor squeeze na mahasira. Si hasira, kuna mnyambo, ili nyambo wa kitambo. Bwana Yesu asifiwe sana. And this is how to look. Ukiona mzee wako amekuja na bitterness, amekuita ndogo weno, usimshambulie, kwanza tulia. Jiulize jina ndogo imetoka wapi? Kwa sababu wewe si ndogo, na anajua wewe si ndogo. Na asubuhi akitoka alikuita darling, na alikuita baby. Imekuaje darling imebadilika, imekuwa ndogo? Sasa hapo investigate the spirit behind it.
investigate the spirit behind nogo. Ni nogo ya hiyo roho ya nogo ameitoa wapi? Sasa you start working from there. Unakuja unaangalia kanisa kama hii, wale wanainukia kanisa, unasikia hivi pastor alikuwa na mwanamke mahali fulani, ama analalaga na wanawake wa watu mahali fulani. So investigate what could be the reason, and hiyo reason mwenye analeta hiyo kitu story yote, hiyo story alianzaje, alipataje mlango ya kukuongelesha hivyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio digetha gwere we mumarayari na tutihuraga nawe we mumarayari, kuna mahali tulifunguliania mlango mimi na wewe, ndio tukakuwa na openness ya kuzungumza hayo maneno. So unaangalia hiyo mlango mahali ilitoka ni wapi. Sasa kutoka hapo hiyo mlango ilitoka, ndio unaanza unafuga, unakuja ukifuga, unakuja ukifuga. Sasa katika hiyo kufuga yote kuna kuwa na reactions na counter reactions. Bwana Yesu asifiwe sana. So that is now, you know, ukifunga unajua kutakuwa na counter reaction, unakuwa tayari. Akileta reaction, kuna wale utabebeleza na kuna wale utabomoa. Kuna vita vya buduki na kuna vita vya kukaa kwa meza muna discussion. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa hiyo ukiweza kuunderstand, hakuna mtu atakusumbua kwa kichwa. Utastep, utasimama na msimamo ukijua this is a demon na imekuja kunielekea derail. This is a demon imekuja kunielekea derail. And all these demons, they emanate from the dead people. Bwana Yesu asifiwe sana. They all emanate from the dead people. First Samuel, please give us First Samuel ndio tuendelee. Naona nimeendelea sana bila kusoma na mnasemaga. At that time, 22nd verse, David said, yes sir, then you will see how well I can fight. Then you will see what? How well I can fight. Achish replied, good, then you will always be my guard to keep me safe. Verse 3. Umeona chanzo kimetayarishika, amesema I will be good. Samuel had died before this. This is where now the story is. Samuel had died before this, before the conversation, before these things they are talking about, before planning to go to war. Samuel had died, and Israel had been very sad at his death. So they refused to release this man. Bwana Yesu asifiwe sana. They refused to release. That father that died, release them. That mother that died, release them. That boyfriend that died, release them. Because if you refuse to release them, they will come to haunt you. And they had buried him in Ramah, the town where he had lived. When Samuel had been alive, Saul had removed magicians from Israel. When what? When Samuel had been alive, Saul had removed magicians wote wakati Samuel alikuwa. Maana the spirit of Samuel was against the magicians. Sasa angalia, it is Saul who is removing, but whose spirit? It is the spirit of Samuel. Because the spirit of Samuel was manifesting. Whatever they were doing, wherever they were going, the spirit of Samuel ilikuwa ina manifest. Kwa hivyo mudhamaki akue mbaya, akue mzuri, when the spirit of a righteous person manifests, everything will change. So magicians wote walikuwa wamefukuzwa. Bwana Yesu asifiwe sana. So I had moved them from Israel. So removed everyone who used magic to speak to the spirit of the dead people. He had removed them. Yeye Saul mwenyewe alikuwa ameondoa wote ambao wanaenda kuongea na mtu amekufa. Bwana Yesu asifiwe sana. So why imefanyika wakati gani? Wakati wa Samuel. So the power that was removing, it was not Saul, it was Samuel. Bwana Yesu asifiwe sana. So when you are a leader, you are any pastor, when you are apostle kama Dora, you must have a power beyond people that are around you. Because they will come, all manner of demons will be sent to you. All manner of prostitutes, all manner of witches, all manner of things, all manner of minyambo yote itakuja kwako. So it is about you to know how to handle. And about you to have a spirit of God that will expel, itafukuza maroho zote ambazo ni za kishetani. Na ukiona hizo maroho sasa za usherati zimeinuka, za mageza nini zimeinuka, vita zimeinuka, ni kwa maroho hizo, they are not stable. Kuna moto inazichoma. That is why they are using people to react. Bwana Yesu asifiwe sana. So you should not worry wakati umeinukiwa, wakati wameanza kukupiga, wakati wameanza kukulebo, wakati wameanza kusema maneno. You should not be worried. You know that you are actively uko sawa. Sasa hiyo ndio uko. Lakini when all these things are quiet on you, it is because you are eating the same table. Bwana Yesu asifiwe sana.
It's because you are eating the same table, so they have no problem with you. Until they have a problem with you, until they want to fight you, until they say you are going to see me, until they must be provoked for them to work. Here now, ametoa tena huyu na haki wewe. Turudishie tu tafadhali, tutakulipa. Now somebody had died and somebody had died before this. Sasa tuko verse 4. The Philistines' army came together and they put up their tent at Shunem. The Philistines' army, maroho ya wachawi, maroho ya washerati, maroho ya upigana vita, they came and they will come and camp here. Bwana Yesu asifiwe sana. They will camp here and prepare and wage a war. They don't wage a war outside. Hawapangingi wakiwa nje, lazima wakuje wachukue positions where to strike from. Utakuta huyu amejipanga pale, ata strike from there. Huyu atakaa pale, ata strike from there. Mwingine atakaa pale, ata strike from there. Mwingine atakaa pale, and them they will be coordinated in the strike. They will be coordinated. So if you are not alert, you will be caught in the crossfire. Utaanza kufanya kazi ya kuzima moto ambayo haujui inatoka wapi. Maana unazima moto huu, ukienda kugeuka nyuma unakuta moto, kugeuka unakuta mpaka nguo yako imeshika moto. So utageuka, utangangana, ukizima mioto hauelewi, and they will cause you kuzima moto, because that is what will distract you from the plan of God. If you initiate a plan, unasema this is the way, kanisa itaendelea, hiyo ndio mipango, kanisa itaendelea. Now the distractors will be initiated within the program ambao umeanzisha. Hiyo program umesema ndio itasimama, hiyo program umesema ndio itaendelea, hiyo program ya marriage yako ndio umesema we are going to invest, we are going to do this, we are going to jenga nyumba, tunanunua plot tujenga nyumba. Program itainitiatiwa in the building of that house, not outside the house. Hapo ndio sasa vita zitaanza kuchimbuana. Hapo ndio mtaanza kwanza kabisa plot, utatuma mama aende akanunue plot akoniwe. Sasa unaanza kusema mama alienda huko akaenda akakoniwe. Sasa mimi I will not believe that you can be conned, kwa sababu naonanga huko na akili. So kitu ya kwanza nitakwambia, don't be stupid. I want my money back. Nonsense. Unajaribu kumwambia baba Sami, baba Muzo, baba nini? Nonsense. Don't speak to me. Stupid. I want my money back. No, please forgive me, I'll find. Kofi piap. Unaaguka chini. Boma imeaguka ijaguka, ni kwa sababu mlisema mtajenga. Hivyo tu. Mama anachukua virago anaenda kwao, na wewe kwa sababu ya hasira unaenda kwa baa, unakamata bili, unatafuta mama ya baa, mnaanza kukula maisha. Hiyo the whole plan inakuwa distracted. Until hiyo pesa ikiisha ndio unaanza kulia rais. Where is my wife? Aliyedaje? Siana si akwa sieko. Sasa unaanza kungangana. So this is a system that you must understand. Ukijiona umeinitiate a program and this is a program, unakaa kando, mtu anasimamaga kando kama hapa. Sasa unategea kuona kamoshi katatoka wapi. Unaona kamoshi kametoka pale, kamoshi kingine kametoka pale, kamoshi kingine kametoka. Sasa unajua kale moto imepanda sana na kule kuna nyasi, lipua kitu pale. Kale kingine kamefanya hivi, lipua kitu pale. Pale kingine kanafanya hivi, lipua kitu kale. You counter strategically. You don't counter wholesomely. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukiona wameinuka praise and worship, my sister hapa ameinuka kivyake, na Ani ameinuka kivyake, na Joshua ameinuka kivyake. Sasa unaangalia nani, who is stronger of them in the spirit. Bwana Yesu asifiwe sana. Because it is one spirit, but it's subdivided into divisions. So you will check and counter, uangalie who is stronger of them. You now seek God. Look here, when this man alishindwa kabisa, he sought the power of the dead. So there is a way you seek the power of God. You ask God, who is in charge in this? Ni nani captain ya hawa watu watatu? Maana huyu anasema hivi, huyu anasema hivi, huyu anasema hivi. Sasa unauliza ni nani captain? Unauliza Mungu, who is the captain of this gang? Naye Mungu anakupatia. You deal with the captain. You don't deal now
tunyoka. Maana if you deal na tunyoka, kanyoka katakuja kajifanye busy. Wakati unaonanga nikifanya deliverance hapa, kuna mtu anafanyanga deliverance anaanza kufanya vituko. Ndio ni concentrate na yeye. Ni achane the mother and the father who are around here. Sasa time yangu nitafanya toka katika jina na kemea. Toka nje, toka. Masaa inaenda. Wamama wako pale. Bwana Yesu asifiwe. Na mababa wako pale wanajua wameshinda nini? Wameshinda vita. So you don't just hurriedly deal. Hata kuna kitu unaweza fanya ni kuprovoke. Ndio nione reaction yako nijue kama wewe ndio king. You don't kill. Atumeona ants zimeanza mudhoa inazunguka hapo. You don't go fighting the mudhoa. Tafuta queen pale iko. Ndio mumalize mudhoa in the camp. Utamwaka dawa hapa juu, the mudhoa hii ya juu itakufa bado queen inazaa huko chini. So find where is the source of this thing. Find where is the source of the problem. And this is where unaonaga mimi naendelea kunona tu mkinipiga. Mkiendelea kuniongelea vibaya naendelea kukua msupu. Because I understand the art. I understand where you are coming from. I understand where you are behaving today, the way you are behaving. I understand what kind of a demon that is operating in you. So I will not be scared. Wakikuja na story fulani, hiyo story naishika, I use that story for the benefit of the church. You come with a negative story over me, I will use that story to build the church. Bwana Yesu asifiwe sana. You just use that negative word they speak against you. You use those things that they are doing against you. You use them. Hizo vitu vibaya wamekunenea. Hayo maneno wamesema mabaya yako yatumie kuinua kanisa. And I don't have a friend. Usiwahi in the spiritual life, we don't have friends. If you are not together, you are not my friend. And I cannot have you as my friend permanently. At Lucy, you are my friend. No. Why should I have you as a friend? No, my only one friend is God. I trust that one God. He will never let me down. He will never forsake me. Verse 5, please. He will never forsake me nor leave me. He is going to walk with me. Bwana Yesu asifiwe sana. But that does not mean that I will not have people around me. That does not mean that I will not have people that will be walking with me. I will have them. And when your time to be dropped comes, I will drop you like a hot potato. Saul saw the camp of the Philistine army. He became so afraid. Remember, the medium zile alikuwa anatumia alizifukuza. Naye Samueli amekufa. So when this camp came, he was so much afraid. So one cause of people that go to look for these wizards is because of fear. So the devil will use fear for you to go and seek him. Bwana Yesu asifiwe sana. And that is why mtu anaitwa Joshua aliambiwa, do not be afraid, nor be dismayed. Usiogope wala usifadhaike, niko na wewe. So in everything that you are doing, remove fear. If you remove fear, the devil will not find time. Demons will not find time. The spirits will not find time. The dead people will not come and haunt you. They will not come and haunt you because you got the power. When these people that were worshiping Baba, they discovered Baba has gone. Uhuru Kenyatta was there in the grave the following day. Kufanya nini? Kaburini, kamodo lako ile. Kufanya nini? Because on Sunday what we did here, we disconnected every connection. Ile kazi tulikuwa tunafanya hapa ili affect bodo. Maana walikuwa wamesema by saa 8 Raila atafufuka. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna mtu alikuwa amezunguka amesema hivyo. By saa 8. Si kufufuka alikuwa fufuke, hiyo spirit yake ilikuwa iingie kwa mtu. Aanze kutusumbua venye amekuwa akitusumbua. Bwana Yesu asifiwe sana. Naye Mungu akaniambia inua madhabahu. Ucancel hiyo spirit, uibadilishe itoke kwake iende to the right thing. Because a spirit will ever live. Haiwezi kufa, lakini you can change it. It will make it for the right moves. Bwana Yesu asifiwe sana. So what we did here, tuliigeuza isikuwe spirit ya kupiga watu, ya kuua watu, ya kuuza watu, ya damu, ya kukunywa damu za watu, but iwe the spirit of blessing the nation. So immediately, because the people in the spirit ambao wanatumia the spiritual powers, they know the spirit ikioperate, wanajua kama imefanya ama haijafanya. The people in the spiritual world, they understand. Wale ambao wako na command ya spirituals kama Kenyatta family, they know when a spirit is happening, when this is happening in the spirit. Uhuru can tell you this is happening. Na si nabii, lakini atakwambia. Bwana Yesu asifiwe sana. Watu watakwambia, kuna watu wako na uwezo wa kukwambia this thing is coming because they are in the spirit, they have a power, they have a gate.
ya kuelewa what happens. So wakati walikosa, wakati walifikiria wakimuzika hiyo roho itatoka iingie kwa Uhuru ama iingie kwa mtu, Uhuru alilala huko. He never got out of that place. Sikurudi, alilala huko akiongojea manifestation ya kile. Ndio uliona Winnie wakati alichika microphone aliitisha kamuse kengine kakuja hapo. Kasema Joy, rubudomodo, because that was to chant for the spirit now to toka igie kwa mtu. Sasa walipofanya hivyo vyote, spirit ikakataa, maana it has been commanded by a powerful altar. So that is why they had to go back on Monday, kwenda kwa kaburi kuuliza what happened. Ni nini hakikufanyika? What didn't we do? So they went to do some rituals, because what they were doing there, it is a ritual. Now kutafuta sasa the spirit of Samuel akuje awaambie ni nini kilifanyika. Bwana Yesu asifiwe sana. Those how to use the spirits of the dead, which is so dangerous, detrimental for a nation like this one. Because if we allowed that to be transferred, the spirit of dead Raila, atatusumbua in the spirit. Atatusumbua in the spirit. Taifa letu litaishi kwenye mauzo ya watu kuuzo damu. Taifa letu litakuwa watu watauana at every conversation. Katika taifa hili lazima damu imwagike, and this has been happening since independence. Bwana Yesu asifiwe sana. That this country is guarded or guided under the blood of people. Negotiation ya Maumau na wazungu, negotiation ya Kenyatta family na wazungu, it was negotiated on the blood of people. Maana negotiation ilikuwa wale watu wamekufa, we need our freedom. So they negotiated, wakakaa chini, waka-agree, wakaenda Lancaster, wakaandika constitution based on the blood ya Maumau waliokufa. Bwana Yesu asifiwe sana. Ikakuja ikafika 1968, 67 there, wakati Jaramogi wali collide na Kenyatta, Wajaluo wakapigwa marisasi kule Kisumu, wakauliwa wengi sana. Another covenant of the blood was raised. Baadaye Kenyatta akatuita hapa kwake Ishaweli, Mukikuyu wote akapatiwa kiapo. Everybody, hawa shosho walienda huko kukula kiapo. Wakakula kiapo na wakaambiwa wasiwahi kuchagua Mjaluo Kenya. Based on the blood iliyomwagika huko Kisumu, and based on the blood ya makondoo waliochinja. Basi hizo damu mbili zikashikanishwa, zikafanya munara wa maongozo ya Kenyatta. Hawa mama wakapatiwa kiapo, wakaambiwa udhamaki dokanaliere woro. Kutoka hapo, tukatoka hapo 1982. Angalia, it is revolving about these two families. 1982 Raila naye akakuja na coup. Watu walikufa the streets of Nairobi. Many people were killed. Then out of that a negotiation was entered between the two families, the Kenyatta family, the Moi family and the Kenyatta family. Na wakaanza kuformulate a system. Baadaye tena 2000, around 2000 wakakuwa na tribal clashes ya Moi na wakabila wa Kenya. Immediately Raila akaingia into the government, Tinga, wakafanya negotiation on the blood of the people. Bwana Yesu asifiwe sana. 2007, 2008 kukatokea vita vingine vikali again on the blood of the people. Raila wakanegotiate na Kibaki. Bwana Yesu asifiwe sana. Angalia jensi na rukaruka, angalia jensi, watu wamekufa, wameangamia on the same man, on the blood of the people. Raila negotiated with Ruto. This is a regime, a family that had a man that emanated from the Wanga kingdom. Na katika Wanga kingdom, ukiteremuka utakuta kuna mahali in the Wanga kingdom walijaribu kulete vita. Huyu mdogo alijaribu kupindua huyu mkubwa. Bwana Yesu asifiwe sana. On Sunday I will teach you about the Wanga kingdom and how Raila became. Sasa walipojaribu kupindua, huyu alijaribu kupindua akashikwa na akafukuzwa. Sasa katika hiyo lineage ambao walifukuzwa ndio imezaa Raila. Ndio inaleta the god ambayo inaitwa Ramogi. Ramogi is a god. Hallelujah. And that God ndio sasa Wajaluo wote they are under Ramogi through the church ya Rejo Maria na through a god called Omweri. Sasa wakati unaona Uhuru ako pale kwenye hiyo kaburi, ni Omweri yuko hapo.
Bwana Yesu asifiwe sana. And he is trying to inherit that spirit to unleash to people to have a control over this nation. A manipulative spirit. So this is consulting the medium. I have a verse, which verse are we going? Bwana Yesu asifiwe sana. Yeah? Nimetoka kwa kiujo. Kwa nini mnaniangalia ni kama nimekuwa sanamu? Unaona nikikufa the next minute? I'm also a spirit. Yes. Saul asked the Lord what he should do, but the Lord did not answer him. You see now, when you are disconnected with God, you ask God what to do, there is no connection. God did not answer. And this is now, you see, this is now what will make me to go to worship Raila on the grave. Maana tumejaribu kuuliza, waganga wa Jaluo walijaribu kujua kama roho imeingia, wakafanya testing, roho haikuingia, so they had to go back. What Saul inquired of the Lord, but the Lord did not answer him, either by dreams or by Urim, used like lots of the priests to determine the will of God. So the will of God is not known. Bwana Yesu asifiwe sana. So if you fail to get the will of God, that is what will lead one thing to another. When you are disconnected from God, you now seek other medium. Tuendelee please. Give us hiyo ingine kubwa. But the Lord did not answer. Saul said to his servant, Saul sasa akaambia his servant, look for a woman who can talk to the dead people. Because now God has refused. Look for a woman who can speak to the dead people. Kumbuka, Saul alikuwa amefukuza wa magician wote ambao walikuwa naongea na dead, because the spirit of God through Samuel was operating. But when Samuel exited, the spirit now they didn't know how to connect with the spirit of God. So they thought of speaking to the spirit of the dead. Bwana Yesu asifiwe sana. Look for a woman who can talk to the dead people. Then I will go and ask her what will happen. Now they want the dead people to speak, meaning the dead people, wherever they are, if you invoke their spirit, they will tell you what will happen tomorrow. Bwana Yesu asifiwe sana. And this is what happens to some people who come to church carrying the spirit of the dead. They even know what you are going to speak. Kuna kale kama Muirori, kale kalifanya harusi hapa. Kalikuwa anaitwa nani? Mwaniki kalikuwa kanajua what I'm going to teach. Kalikuwa kama mganga typical. Kalikuwa anatembeanga na tonyoka kama busi. Na unatembeanga na tonyau hivi. Kalikuwa anatembeanga na tonyoka mpaka nikamfanya deliverance hapa. But he used to know before. He used to know what I'm going to teach. Why? Because alikuwa na sungumusiwa na guka yake Mwaniki mwenye alikuwa amekufa. Bwana Yesu asifiwe sana. Then I will go and ask her what will happen. His servant replied, there is a woman at Endor who can do that. There is a woman. So there must be an identification. Where is that person? There is a woman somewhere ambaye tunamjua. Hallelujah. Kumbuka alifukuza hawa wanawake wote, lakini sasa wamerudi. So even if nitawafukuzaga, simeona nimefukuza, wametoka, bado watarudi. Na watarudi sasa wakiwa renewed. With a different covenant, with a different outfit, watakuja wakiwa changed. Na watakuwa wazuri kuliko mbele. Honest, watafute space ya kupenya. So Saul said to his servants, Edo, 28 please. Saul changed his clothes. Unaona? They will change their clothes. They will change how they look like. They will change how they were talking. Wenye watakuja na lugha nyingine. Sasa tukishida hiyo spirit ya usherati, spirit ya nini, hizo maspiriti zote wanazungumzia, tukishida watakuja with a new version of things. Bwana Yesu akisema, so they changed his clothes so that no one could recognize him at night. Saul and the two of his men went to see this woman. Saul said to her, use your magic to bring up the spirit of a certain dead man. I will tell you his name. Unaona, hataki kukwambia jina, lakini atakuja in canvassing way, yani in a cunning way. When they come to, they don't tell you at hale hemu tumia mudomo kwa mwega. Hai hemu duratumirwo ni Ngai muno. Mudoshi gayera muhuthira. Arakuhende to. Kuma kiuboro ciothe. Yani hawawezi kuambia twathi kwa mundu mugo, lakini they will prepare you. They will attack you with a system. They will come and confront you with an attack so that you can succumb. And when you realize this is a snake, you hit it quickly and you run it away from you. Use. Next.
Ama tuachane na hiyo. Nifungulie Samuel hapa. Cha wakae na vitu zao. Sasa si atatoa tu. Siacha tufungue yetu tukae. Akitoa zake. Akitoa, acha atoe. Unaona kama wale wametaka kuweka. Tikitotoria. Tugokinyete ko. So Saul disguised himself and put on other garment and went, and the two men with him, they came to the woman by night, and he said, divine for me by spirit, and bring up whomever I want. Amesema ni nani nataka? Bring out unadereda. Danaba kumubolera dhiri yake ya reda. Unanielewa ujanja? This is the cunning spirit. The people that approach, ukiona mtu ako na cunning spirit, anatumia the spirit of the dead. Ukiona mtu anakuja cunning, anajifanya mrafiki yako, kumbe anataka kukulipua, hiyo ni the spirit of the dead. They are monitoring spirit. All monitoring spirits are the spirits of the dead. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukisikia mtu akikunenea mambo ya uchawi, mambo ya usherati na nini, it is the spirit of the dead that is in them that you want to speak, because it is not about the spirit, it's not about the what they are saying you are. It's about a bigger picture. Ni kanisa wanataka kuagusha, ni ndoa wanataka kuagusha, ni biashara wanataka kuagusha, kuna mtu wanataka kuua. Bwana Yesu asifiwe sana. So you don't see it from this face value. Unaona hiyo kitu, unaona sio hiyo, kuna kitu kingine behind. So you now look at it, because amesema nitafutie ule mtu, nitakwambia ni nani. Nitakwambia. Nitakwambia. Wewe niambie tu kama utaweza, ni lego kuelana. Bwana Yesu asifiwe sana. So akamwambia, the woman said to him, surely you know what Saul has done. Mwanamke hakuwa amejua ati huyu ni Saul. Na Saul alikuwa amesema watu wote ambao wanaugaga wauliwe. Bwana Yesu asifiwe sana. So kama surely I know and you know what is happening. Venye Saul alisema. Kwa hivyo mimi sikubali diwete kila mnyo hianata automato. You see the understanding, being able to know. Wale wa huko wanajuanga the next move. Bwana Yesu asifiwe sana. So alikuja na akasema mimi najua. Si wao hata wao najua Saul venye amesema. Si mnajua Saul amekataza hii maneno. Kumbe alikuwa Saul, alikuwa anaongea Saul, lakini hakuwa anajua, but she had a spirit ambayo ilimwambia resist first. Kwa hivyo wanajuaga tukimove the next step. Tukienda hapa wanajua, tukimove hapa wanajua, because there is a cunning spirit in them and there is a monitoring spirit in them that controls and knows every move. Ukienda kufaulu they know. Ukienda kuolewa they know. Ukienda Mungu ukienda kukuinua they know. All what they want to do is to pull you down. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Sasa inasema namna gani? Ikasema and the woman said to him, surely you know what Saul has done, how he has cut off the mediums and the necromancers from the land. Why then are you laying a trap for my life to bring about my death? Amejua. Maana they know they are laying a trap for your death. They are laying a trap for their ministry to go down. They are laying a trap for everything around you to go down. So anything you are facing today is a trap that was laid. Uliingizwa kwa mitego. Hiyo life unaishi sio yako. Waikilio mutego ini tene na wahegeshirwo na kaundu kanini muno. Regi wahegeshirwo na gathambia. Kana ukihegeshirwo na karato. Bwana Yesu ndio anaambia kitu yote ikiletwa iwekelewa hapi hapa, kwa sababu hapa ndio kuna madhabahu. Ipiganwe kwanza nayo, vita ipiganiwe wapi? Hapa. Usiniletee pale. Mtu asiwahi kuniletea kitu pale. Hata kama unileta gold diwekelea wapi? Naigwa dikana kwa kitu hali lehete hali. Ka kunywa coffee tagoma. But the woman said to him, you know what King Saul has done, and he has removed all magicians from Israel. Are you using a trap? Karimutego. Unasikia there is a kamotego. Na hiyo kamotego ndio nafahamu uelewe sana. Because it is all. Hata hapa iko, hata kwako iko, hata mahali pengine iko. Tumetego tuko twigi, tumetegwa. When God is about to bless you, many things utakuta watu wanakupenda for apparently no reason. Unakuta Kristiana ambacho ulikuwa haukipendi, umejaribu kukitokosa, hakikupenda, kilikukataa. Lakini wakati Mungu anaenda kukubariki unakuja ndio kinajilete.
kinajileta kinakuja kusema babe, I know babe, hey, nakupenda. Kumbe ni bomu imekuja kukulipua. Hallelujah. Ilipue kabla haijakulipua, maana ikikukamata and they know where you can go, watakulipua mpaka ukae mzuri. Bwana Yesu asifiwe sana. And all the messages, are you using a trap? Do you want me to die? Yes. Verse 10 quickly. Then Saul promised the woman very strongly, the cunning spirit. Then Saul promised the woman, akamwahidi, these people will come with biscuits. These people will come with sausages. These people will come with the nice languages, the promising language, the swearing languages. I will not let you down. I will sit akuuza. No, I love you. No, I love you. No, you. I swear. Then the Saul promised the woman very strongly. He said, as surely as the Lord lives, which Lord? And the Lord alikataa kumsikiliza. The true God refused to hear. That's as surely as the Lord lives, which Lord? Umeona sasa, which Lord? Elizabeth, uliniambia as surely as the Lord lives, which Lord? And the Lord refused to hear you. Alikataa. Ni alegire gukoigwa. Uyo mwaruta konake, uyo lewe wokoigwa za ule ndo ekumbako. Uyu mwenye atakusikiliza sasa atakuwa ametoka wapi? Bwana Yesu asifiwe sana. Nobody will punish you if you do this. That is now the swearing of the devil upon your life. Now he's opening up, anajifungua, because anakile anatafuta ni the legal accreditations, legal rights. Ni makaratasi ya aweke saini, akubaliane na yeye ndio kazi ifanyike. Bwana Yesu asifiwe sana. Verse 11. Then the woman said, who is it that you want me to bring for you? Saul replied, bring Samuel. Samuel is a man of God, but the same God he is wanting to hear from his man has refused to hear you. Amekataa kukusikiliza, lakini unataka kutafuta. Maana unajua huyu mtu anaogeaga na Mungu. Sasa unataka kutafuta shortcut, upite mlango ya nyuma uende uogee na Mungu from the back door. And that is the dangerous thing that we are doing. Because most of us here, mnatafuta back door. You don't even care whether this is a man of God. You are willing to remove your panty because of man of God. Because you want to access, akuobe maombi fike. Maombi tafika wapi? Hallelujah. You want to own this man of God. How? Unataka kulala na mimi because you want to own this man of God, so that you can be able to have control. So that's what kind of a spirit is that? There's a spirit ya chromancers, and the spirit of which inaitangwa the spirit of the witch doctors, which that una apply kitu cha kishetani ndio ufikie Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Turudi hapo tu haraka. Wacha kututolea hapo. And that you want me to bring for you. So replied there was some bring me Samuel to me. Verse 12. Verse 12, yes. The woman screamed when she saw Samuel. She said to Saul, you have deceived me. No ahenia. You are the King Saul. Umenidanganya. Kumbe watakugoja mpaka uingie kwa trap. Ndio sasa achomoke. The king himself achomoke. Baada ni mago ikira mutego, you have signed the papers, you have done everything. Zao sasa wanasema you have nikuadilikana gai. Nimehegeshwa, ndahegeshwa. Nikiona atora kwa hali sana kugorero gacai. To ni hodi athi yago sainira maratani. Bwana Yesu asifiwe sana. So he is saying, no, you are King Saul. Verse number 13, quickly. Tumalizie hapo ndio naona masaa ya watu wa kazi waende. The king said to her, do not be afraid. Now, they know they have captured you. Wamekukamata. They have the legal right over you. Do not be afraid. Tukamake. Oralia na muthamaki. You know atonyo apostle ni atonyo kwa goma. You goma kera apostle tukamake. We are sorting your problems. You are killing it. You are destroying it. And say, tell me what you can see. She replied, I can see a spirit that is coming up
from the ground. Nidiraona kedo kerauma hado haliko. I can see the spirit that is coming from the ground. Then verse 14, quickly, twende haraka haraka please. Saul asked, what does he look like? She said, I see an old man who is wearing a long coat. Saul realized that this is Samuel whom I'm looking for. Huyu ni Samueli. Maana yeye haoni, lakini alitumia huyu mama kuona. Sasa watakuweka kwenye mitego. Sasa watakuwa wakikutumia kufanya maneno. Baada ya wewe kuingia na agreement ya kishetani, sasa wanaanza kutoka hapo, ndio wanakuambia weka haka kamukia kanyoka, enda kwa hiyo kanisa, wende ujiposition kwenye position fulani. Tutakupatia kitu, wende usalimie tu usalimie apostle. Watukugaibia apostle. That's the end of you. Wamekukamata. Sasa kutoka hapo, kwa sababu walikuwa nataka contact. Hiyo contact ikipatikana, mimi nikikuja nikisalimia huyu, ninatoa hiyo, inakuja kwangu, inaingia kwa huyu. Na yeye atatoka wapi? Na yeye atakwenda apelekea huyo. Na huyo atapelekea huyo. Na hiyo atapelekea hiyo, unakuta kanisa yote imefurugika. That is why we anoint the church every morning. Na anoint pale mlango, ukiingia tu na madimoni zako zinasambaratika. Naendanga mpaka kwa choo ya wamama na anoint pale wanitakalia. Huko yote na anoint. Na anoint. Because toilet is a contact, is the greatest contact. Choo is the greatest contact. Wale wanakujanga, wachawi wanakuja, kwa sababu kuna mama watatu waini hapa na wajua wachawi. Lazima kikuja aingie kwa choo. Aende hang mapepo zake aziwache huko, sasa akuje. Sasa wakati wa deliverance utaona ameshikwa na makojo. Aende achukue manini zake, akwambie twendeni battle. So, what does he look like? She said, I see an old man who is wearing a long coat. Saul realized that this is somebody. He bent down low on his knees with his face towards the ground. Alinama kama Waislamu, akafanya modudu kama Waislamu. Kwa sababu ameona, now he can be able to communicate. Samuel amekuja, leo niko hatakualia na Ngai wake. Tondu arenda kuhuthira Ngai waku. Are you getting me? Kuri andu moka huko kuhuthira Ngai wakwa, mathi mageke maundu ma ngoma. Na leo no kinya tugie na ligo. No kinya tugie na ke? Na muiguithanio, tugie na ligo conversation. Demuhigurire ngoro yakwa, demuhigurire platform yakwa, nigetha tugie na conversation. The moment we have the conversation, it doesn't matter. As long as nifungue hii madhabahu kwako, it doesn't matter, unaweza kutumia hii ukaroge watu. Na watu wengi wanakuja, unaona amekuja hapa, anajiobesa hapa, anajiobesa kubi, anachukua powers zile ziko hapa, aende akaroge mtu fulani. So that is why we come here and say, any demonic agenda over this altar, I destroy you. I dismantle. Na mtu mwenye atakuja kujaribu kutumia hii madhabahu kwenda kuroga mtu, atoe sadaka yake aweke pale kwa sababu ya kuroga mtu. Hiyo sadaka na hizo madhabahu zake na hiyo uchai wake na ikamkoroge yeye mwenyewe. Kuna kama mama kalikuwa kanakujanga, kalikuwa anatuma kanakuja. Kalikuwa anakujaga hapa. Kanakuja kanaobea hapa. Na nilipokafuata siku moja kalikuwa pale, nikaingia kwa hii room, nikajificha, nikasikia akiongea na watu. Sasa kalikuwa anawaambia, alikuwa anaambiwa venye hii mahali wanaona wakiwa kule. Kalikuwa kanatumwa na award. Sasa walikuwa wanaona ni wapi. Sasa anaambia, umefanya hapo, umestrike, umepenya. Sasa rudi upande huo mwingine, ujaribu kupenya. Sasa kalipo rudi upande huo mwingine, kakarudi akaambiwa umeshindwa kupenya. Kuna moto hapo na hiyo moto imetukuta. Bwana Yesu asifiwe sana. So upenyo wa hii madhabahu ni sisi tunaweza kufungulia. Ndio unaona na kuaga mkali kwa Rusi. Rusi akienda kutukana watu pale kwa mlango, ili mlango amefungua ya upenyo hapa. Ani akileta akianza kufanya vituko zake hapa, ni mlango amefungua ya upenyo ya madhabahu. Maana kile wanachokitafuta ni kupenya. Mimi wananitafutaka na hasira, because wanajuaga mimi ni mtu wa hasira. Sasa watakuja tu anipatie kistori kibaya, nikasirike, nimefungua mlango.
Bwana Yesu asifiwe sana. Mwingine atakuja nitafute aniambie hey baby. Bwana aliniambia wewe ndio. Kuna kama magengine kaliona kakipagusa mesa kwangu kwa nyumba. Kalikuwa kanapagusa kakapagusa sturu, kakapagusa nini, kakapagusa sitting room, alafu kaliona kakienda kwa bedroom kakakuta imefungwa. So unajua nataka kuniambia nini? Nilipoenda kwa bedroom nikakuta imefungwa. Alikuwa nataka sana kwa roho anifungue nimupatie kifunguo. Legal right ya kuingia bedroom. Huyo mama kama ningefanya hivyo, mngenikuta huko na yeye. Nikiwa apostle, mngenikuta na yeye kwa nyumba. Maana alitafuta legal connection ya kufungua bedroom yangu. Maana alikuwa shapenya kitchen, alikuwa shapenya sitting room, alikuwa sasa apenye bedroom. It is a battle. It is a strategic plan ambayo inafanyikaka kupenya ndio wapate upenyo katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Niwe muona galimo hiena gagati. Hiena kamudu koru. Unakuta wakati mwingine unakuta niko mbaya sura baya. Maana najua Mungu ashanionyesha na fulani na fulani na fulani atakuja. Watakuja in this direction. Sasa ukikuja unakuja sema ulikuwa unatakaje? Kida kuleta mkono. Niambie vile ulikuwa unataka. Because unatafuta contact. Na kulipua. Ukitoka hapo ndio kisa kai. Kwa mode apostle kale keke unake asha ngoma igerire thini waku podago koni kama tadu toni wenu wejete keti. I see an old man, ninaona mzee akikuja, alinama nikainama nitainana kusema Yesu ni Bwana. Lazima uinamie the spirit to give it perfect access. Verse 15. So Samuel said to Saul, why have you caused, that's now the danger of inviting now the spirit, Zawadi Okufa, the danger here. Why have you caused this trouble for me? Nikigiato maogie di okiriine. Umekuja kunisumbua kwa nini? Nikiwa nimelala. Sasa angalia Raila Uhuru alienda pale kusumbua mzee amelala. Orego nilimuona pale hata Sakaja nimeona, unajua Sakaja alipatia Raila 400 million ndio hiyo nini yake, hiyo removal impeachment iondoke. Mzee amekula na ameenda. Mzee amekula na ameenda. Sasa ukoja miezi 2 impeachment inakuja. 2 months impeachment inakuja. Ana mzee atatafuta. Basi ndio ameenda huko kuuliza mzee, "Dokee spirit yako. Nipatie spirit yako nikae nayo. Maana ushaenda." Why have you caused this trouble for me? Why have you brought me back? You see now, this is the problem Uhuru is bringing to our nation. This is the problem Akina Orengo they are doing to our nation. They are trying to bring Raila back. Why are you bringing back? Why are you going to worship this dead man? He's supposed to be left to sleep. Akamuuliza, why have you brought me back? Said Saul. I have a lot of trouble. Madena maigi. Kushoke, hiyo kurudisha spirit ya Raila italete kanya hii shida kubwa sana. Hata fadhali angebaki akiwa hai. Because anatungangana na sisi na hatuoni. Lakini tuko hapa hii altar hii altar in the mighty name of Jesus. You mzee Raila, sleep and sleep tight. Even if they come to seek your power, refuse with it. Nala. Adokachoka kutugia gukuleke. No igwa muthe. Why have you brought me back? The Philistines are fighting against me. Sasa unaona? Sasa unapeleka mashida yako, kumbe umepeleka watoto wako kwa waganga. Umepeleka biashara yako kwa waganga. Umepeleka familia yako kwa waganga. The Philistines are fighting against me. God has turned away from me. What I say is, if you find somebody is fighting you vigorously, it is because God has turned away from them. Because if they had a God, they will not bother you. They will go to God. They will not come to complain. Hawatakuja argument ati ulisema ati ulikini kilifanyika. Why? Mimi siwezi kuja kwako ati ulifanya. I have a God. I will go to God, and God, my God is listening to me. I will not complain to you ati kuna kitu ulisema. Why? I can't.
I will just block you out from my life and move on. Nothing will happen to me because I have a God whom I'm supposed to speak. And my God is still listening to me. I will come to you if my God is not hearing me. Bwana Yesu asifiwe sana. So God had turned away from me. He will not use the prophet or give me dreams to answer my questions. Amekataa kutumia mpaka manabii. Amekataa hata mimi kuniotesha. Najaribu kuota, naota tu, hata najaribu kuota. Najaribu kungorota nione kama nitaota. Nothing is happening. God has refused. He is now confessing to a dead person. And this is what we normally go. That's why the go to the confess our life to the dead people, to the dead spirit, because they summon dead spirits. Bwana Yesu asifiwe sana. And they say, so I have called you to come here. Please tell me what I should do. I have called you because your God has refused to hear me. So I'm using a shortcut to go to God. Listen, God is still watching. God is still, where unaenda kutumia shortcut, God is watching over you on that shortcut you're using. And this is now what makes you more miserable, more confused because of using those dead. Huyo mwanaume, huyo bwana yako anazitanga ati baba, kwa nini uliniacha? Huyo mwanamke wako ambaye alikufa, mami, kwa nini uliniacha? Huyo mama yake alikufa, mami wito. Mami wito, ale moyo. You are inviting a disaster in your life. Baba ito, Baba ito, you are inviting a disaster. So I have called you to come here. Tondari na gai hana Mungu, ndio maana amekuja kuita maiti. Unaenda city mortuary to revive a dead person. Verse 16. Samuel said, the Lord has turned away from you and he has become your enemy. The dead person. Because this dead person has a connection. And he has turned away. Sasa ukiona mtu anakuja kukuinulia vita tu kwa sababu anataka kuquestion what is happening, it is because God has turned away from them. Hallelujah. And God cannot listen to them. Samuel said, the Lord has turned away from you and he has become your enemy. If you have a challenge that you unakuja confront mtu, you are an enemy of God. If you are relying on man to give you information, you are an enemy of God. If God is not communicating to you, it is because he has become your enemy. Oh, so do not ask me what you should do, because I am not going to be a conduit of your irresponsibility and your sins. That is what he was told. And this is what happened. Now in verse 17, the answer is here for those who go sick. I told you what the Lord will do. Now he has done it. The Lord has taken the kingdom away from you. He has given it to another Israelite, David. Hallelujah. Akamwambia, I warn you from this. But you continued to misbehave. You continued to disobey God. And the guy told you, this kingdom will be taken away from you. This favor you have now will be taken away from you. This kind of God gift that God has given you will be taken away. I warn you, wachawi. I warn you, nyinyi mnakujanga kunisumbua na mnanitusi kwa masimu zenu. I warn you. Yes. 2018. I warn you, because this will happen to you. You cannot provoke. You cannot become that you are accusing. You are always to accuse. Hey. The Lord has punished you today because you did not obey him. The Lord was very angry with the Amalekite. He told you to destroy them all, but you refused to do that. So kuna vitu tulikataa kuacha. Iyo meshene mehe juko bara siako unakuja kanisani kupiga watu,
Unakuja kanisani kusumbua watu, kuangusha, unataka kitu fulani, unataka mtu fulani aumie, because that is your intention. Instead of coming to worship God, you come with agendas. God is warning you. Hallelujah. God is warning you. Will punish you. This God will punish you. The Lord was very angry with the Amalekites. Alikuwa hafurahi na hiyo tabia unafanya. Mungu haona. He's not happy with you. This is where there's somebody. You continue to live and worship the gods of your father, the gods of immorality, the gods of whatever that you are worshiping. Wewe kazi yako ni kupiganisha. Unataka madhabahu yanguke, unataka mchungaji aendelee kukaa na huzunika kule kwa ofisi. You know there is a time nakaanga kule kwa ofisi paka nakaa na huzuni, nakaa mpaka kinikuta kuna kwa waburaki. Geligo isi nasi usiamile kusia naisi. Do other churches face a problem like the one I'm facing? That alone causes you to be disconnected from the will of God. That complaining alone. I might not be good because there is nobody who is very good. Nobody is clean. Na kwa bieka mimi salvation yangu sasa ndio nimefikisha 11%. Wachana na nyinyi mnajua nini dhambi ni gani? Unajua nyinyi mnajua dhambi ni gani? Mzuri, mimi sijui. Mimi niko 11, sijaanza kufundishwa dhambi ni gani. Ani nijue ni ikara kwa matuni ni dhambi ni iliko. Mimi sijafundishwa dhambi ni gani. I'm living in the grace of God. I'm just a vessel used by God. Nabiaga Mungu, every day take it a day after another one. Father, I am empty. Bless me. Fill me, Father. I am empty. I cannot be able to do without you. Just like Solomon alienda kwa Mungu, show me how to lead your people. Give me wisdom how to lead your people, because I don't know. Hallelujah. Solomon alienda kwa Mungu empty kabisa, empty handed. Akaambia Mungu, mimi madioi baba ni dioi ndigihota gutokoria andũ aya utagĩkorwo haha rĩ niĩ ndathira. No Solomon aliishi na baba yake na aliona watu wenye baba yake walikuwa nasubua baba yake. Tusubua, unajua kuna tumutu tusubua tunakuoga kwa maisha yako. Tusubua tu dhorogo wanakaa kama dorofu ni wa Americans. Kazi yao ni kukusubua tu, yaani atakuthigithite ndaigua ataigua onaigua ndanyotokaga aigua atari nyote nayo nginya guthigithia niguo aigua inoke mucii ahiurite to nyamo twake uguo athiite mucii athie akenete ni uria guthigitha nona ke Ngai wakwa matu iguru ni aranyonera akamenya ndungata yakwa ni nyu mwathigitha ndungata yakwa nawe kukuthigitha ukagithigitho ukakwenduka ino rathigithaga ira yekakera wathari arauga the Lord was very angry with you. Kagethekera na hau kagithii uguo githekaga na hau uguo gakiingira kaigua the Lord was very angry with you. Learn to live with God. Learn to live in a manner that you please your God. Learn to live. Don't fight people in church. Don't go carrying rumor mongering na story ambazo hauzielewi. Don't cut people. Don't stab people. Just be a good person in church. Be a good person. Tweka mundu ucio mwega wa kuhunjia kiugo kia Ngai. Kinyia kiugo kia Ngai. Arenda tu tukinyie kiugo kia Ngai. We take it from one person to the next person, from another person to the next person. Let's live upright life. Yes, with your own weaknesses, live an upright life. Nobody is perfect. More especially me. I am not perfect. Niye de kindu kioru. Nwanyita. I am your apostle, but I don't qualify. I don't qualify like you are qualified. I know you are super qualified. Me, I'm just down there. I'm still waiting for my God to help me. I'm still praying for my God to lift me up. I'm still praying for God to make me that vessel that He wants me to become. No go to road that. Na mwona geturuo mutikamake. Mwona geturuo mutikamake. Mwona gehinywo gotie gotidoge shugulika tu orahinywo na ndirahinywo. Ndukajigwira tha. Ndae thondeka mwiri waku thi ukahinywo. Leave me alone. When I face leave me. I am living my life and I'm just trying to please my God. Nyenda gukenia Ngai wako. Ye wona ndoka ndahunjia haha ri ndamenya ndekero to point tutatotonya. We tura hau ununete wikarete ta kebu kia gabani. We ikara hau we nidi na thina nawe. We ka nini? We kuwa mithaiga yaku kuwa tonyoka twaku bagine, but God is angry with you. Verse 19 tumalizia hapo sasa. The Lord
the Lord will put you and the Israelites under the power of the Philistines. Tomorrow, sema tomorrow. Tomorrow you and your sons will be with me in the place for the dead people. You and your sons and your people tomorrow. And that was the end of Saul. That's the end of Saul. Bwana Yesu asifiwe sana. Ugo niguo andu mathiraga. Ugo niguo andu manyinaho. Uture ha kanitha-ini we dry. You can imagine wahonokire. 2012. The Lord will put you and the Israel under the power of the Philistines. Tomorrow, you and your sons, we na twana tu twa kuciarite twa mihai, we na tumudu tu uciarite twa ngoma, o shaitani ucio waku na maroho macio maku, we muthi rucio ithata riri ugakorwo na ngoma. This is what he was told. Your sons will be with me in this place of the dead. The Lord will also let the Philistines win against the Israeli army. The Lord will accomplish his mission. Niye gwitekeria tucianyu cimuhure. Ni undu wa maundu macio mikoragwo namo. Riu mwenda gukengururia gururia na ndukagururie meigwa-ini. Mwenda gukengururia ati nigetha nduike ta inyuĩ, nigetha njihie ta inyuĩ, nigetha njage kwathikira Ngai ta inyuĩ, ati nigetha tukururio gururia na ndukagururie meigwa-ini. Njia ni watu roda niguo tuga tukiina cia Catholic ati ngirori ngirori nde hatu tukagururia na ndukagururia meigwa-ini. Ugo twahunjagia twi mungiki ikauga atiri ati nguria ithe ndi mwana na nyina othe mathirire ndeno yakwa. God forgive us. Riu ni makina wana wakwa kuria nyumite ucio niguo urimu wakwa. Riu ndigani urimu wakwa he maundu maria ngeragia, he maundu ngijiguithagia Ngai kamenya ni ndiamenyaga na ndiari na uru ndacamania ni ihĩ cikiuga ngururia na rukangururia meigwa-ini. Riu ngigika atia? Riu maundu macio ni mothiaga ngiraga Nga riu nie tigana nanie, leave me alone. Thikiriria kiugo kia ndakwira woya kiria giaku kiega uthie kiu kingi wachana na mimi. Hallelujah. Batira bakejera ati mutumia ake mufe ati uga ruri tuhigwa kwa mugi tuga ati muga ndiri yaka ayo the ni yao ni yakubatiri. Utomautu tuure ni kutuokora ngidiri na tu na Ngai. Mwanyita riu wewe uroka gutengerania nani ndina tumautu twakwa ndireka atia ndina tucira ndirarunga wachana na mimi. Tomorrow you and your sons will be with me. The Lord will also let. Verse 20, please quickly. Verse 20. Do you have verse 20? Saul immediately fell down on the ground and he lay there. He was very afraid because of what Samuel had said. Saul was also very weak because he had eaten nothing all that day and night. Meaning, adwaya moka gutunyaria guku ginya ko fast ni mafastaga. Ginya ko fast ni meka gatia. Makoma fastite. Nigetha okia kuhande. Akwa higete. Nigetha gena hinya agokora. Oh, my God, live it. Hallelujah. Ruga mai ni gora to shokerie Ngai ngatho.
mwero mukire. Sasa mkiona nimekuwa mkali, ni hii maneno staki. Ni hii maneno staki. Mutikodora guku kwa muthurio. Mugiro thina maru. Guku mutikodora. Mekora. I declare and decree. Yes. Yeah, thank you Jesus. Fungua tu kinywa chako mwambie worship. Kuna mtu wa worship? Tupeka tu keyboard. Yes. Fungua tu kinywa chako mwambie Mungu. Ninakuhitaji. Ninakuhitaji nindirakubatara Ngai. Gutire Ngai ungihia na tawe. You alone. I will not seek the spirit of the dead. I will not seek the powers of the dead. Nidarekana na spirit oyo ya adwari yako. Ere ya mami, ere ya fafa. Ere ya dwa flori, ere ya Kenyatta, ere ya Ogiga. Ere ya mau yothe nidarekana nayo. Digo kwa gomi kumara kwarahura gomi. Afani wetu niwe gwehoka. Nidakuhoya ndogo yaku Ngai. Wetekere gutuma ndogo nani? Wetekere gutwarana nani? Twarana nani? Twarana nani? Baba twarana nani? Twarana nani? Urina izere. Ile wimbo ya Kikuyu. Ile ya Kikuyu le mwakine kadero gadeni. Ile. Yeah. Tufungie hiyo mlango hapo nyuma. Asha. Dede naine. Ile tulipa. Dede naine yani ni mwakine kananike. Jakiria tawa. Yes. Kwatakaneria tawa Numetwa Buddha Nindumanene Berasiruru Iana Mahiga Koreados yakwa Itetereine Enakoya Orekie Moraika Yekinyako Kore makomete Oraine yakwa Yagei Orunyu beno yaku Wakire na dena Oligisheyo ni oragani Nawe wakire Owateke hoto Waranye kyugo Gikahotana Newaroire Bara yare hinya Adamakiade Magegwetigera Ona kwa goma Ugetigerwa Nekinyako Nakolire haira Naniegetweka Umwe muira Nakora dhuri Getweka Wacha keyboard. Wacha keyboard. Endelee. Funga keyboard. Ni wimbo wa maombi, nataka kila mtu aimbe wimbo huu. Tuanze tena fresh and just sing it well. Mwathani wakwa takaneria tawa Yumetwa thutha nĩ nduma nene Berasiruru ihana mahiga Kũrĩa thũ ciakwa itetereire Nĩndakũhoya ũrekie mũraika Gĩkinya kũu ngore
komete ngoro-inĩ yakwa njage ihoru nyũmba yaku wakire na thĩna ũrigicĩirio nĩ oragani nawe wakire ũgwate kĩhoto waragia kiugo gĩkahotana nĩ warũire mbara yarĩ hinya athamaki a thĩ magĩgwĩtigĩra ona kwa ngoma ũgĩtigĩrwo gũtirĩ ũcamba ũkĩrĩte waku gũtirĩ ũrũme ũkĩrĩte waku njagĩte guoya nĩ kũmenya wega nĩ ndũmĩrĩire njambere ũrũme ona magĩũka mega kana moru nganyita mega ngatũria maũru nyunage maru ngoiga nĩ wega ndakinya kũu ndakorire aira na niĩ ngĩtuĩka o ũmwe mũira ndakora thuri ngĩtuĩka mũthuri ndakora ciana ngĩtuĩka mwana oro ũndũ ũcio no ũtuĩke nduma nĩtũĩ wega ũcio ti wendi waku ũcio nĩ wendi wa ũrĩa mũru ndakinya gwaku kĩnyonia mũhaka ũrĩa ũtigicĩire gwaku mũciĩ na ũgĩcoka nĩtwakwambararia Ngai oya moko maku na igũrũ ndenda kũmũhoera. Baba, nĩndakwambararia, ninakushukuru Mungu, una uwezo, una mamlaka. Saulo alienda kutafuta Samueli aliyekuwa amekufa. Sisi hatutaenda kutafuta waliokufa. Natenganisha hawa watoto na maroho ya waliokufa. Natenganisha hawa watoto na maroho ya baba zao, mama zao, watoto wao, ndugu zao. Ninawatenganisha na mababu waliopigania uhuru wa nchi hii. Ninawatenganisha na roho ya Kenyatta. Natenganisha na roho ya Kimathi, roho ya Mathenge, roho ya waliokufa, roho ya Raila, roho ya Jaramogi, roho ya mababu waliokuwa wachawi, waganga, aina yoyote ile ya maroho zile. Father, I connect these children with the will of your mighty power, that they only consult you, not any dead substance. They will never hinge their love to their loved ones who died. Yes. Hatutaenda kwenye makaburi kutafuta uso wako. Hatutaenda kuwaita mama zetu waliokufa, mama yangu aliyekufa na baba yangu aliyekufa, wote na wakalale mahali pema, na sina mahusiano tena na wao. Mimi niko na uhusiano na wewe Yesu Kristo. Niko na uhusiano maana ulifufuka. Wewe ulifufuka. Ulienda kwa wafu kisha ukaondoka. Uko mbinguni mkononi mwa Mungu, kulia kwa mkono wa Mungu. Unatupigania. Wakumbuke watoto wako. Kumbuka watoto wako. Just bless them, Father. Anoint them, King of glory. Anoint them, Father. Remember them. They have been connected by witches. Wengine walishikanishwa na wazazi. Wengine tulishikanishwa na watu tuliokuwa tunawatembelea. Wengine tulishikanishwa na mabibi zetu, mabwana zetu. Wengine tulishikanishwa na wafu kupitia kwa watoto wetu. Wengine tulipitishwa kwa wafu kupitia makanisa tulioenda, kupitia kwa waganga, kupitia kwa biashara tulizokuwa tunazifanya. Kutoka leo ninatenganisha chochote ambacho kilitushikanisha na maroho ya wale waliokufa. Ninatenganisha nchi ya Kenya. Ninatenganisha nchi ya Kenya kutoka the spirit of Jaramogi, the spirit of Ramogi, the spirit of Wanga. I disconnect Kenya from these spirits. I disconnect Kenya from the spirit of Kenyatta and the family. I disconnect this country from the spirit of the Mau Mau. I disconnect this country from the spirit of the dead, from the Nyadha, from anything that is dead, that is uplifted
for the sake of your name. There is nothing that can be connected to you. There's nothing can replace your great name. There is nothing can replace the blood of Jesus Christ. There is nothing that can replace your mighty power. No matter who it was, no matter whether it was Kenyatta, whether it was Ramogi, whether it was Tomboya, whether it was Kemadi, whether it was Warwenge, whatever that it is that has linked us to the dead people, I disconnect these children. Mapepo yoyote yaliyohusishwa kupitia kwa waganga, wakaita wangwana, wakaita mababu, wengine wakamwaga pombe, wengine wakamwaga chakula, wengine wakanena na waliokufa. Kutoka leo I disconnect, I break down, I break every covenant, I break every platter, I break every arrangement, I break every word, every system that were raised against your men of God. If this altar has any connection with the dead, I disconnect it from any spirit of the dead. If these children that are here have any connection to the dead, I disconnect them. I disconnect the work of their hands. I disconnect their businesses. I disconnect their power. I disconnect their children. I disconnect their families from the dead. There is no dead spirit that will speak over my life. Whether it is from my mother, whether it is from my father, whether it is from my grandfather, whether it's from my family, whether it's from a religion, whether it's from my any spiritual being. Father, I know it's only you, and you live. You are in heaven watching over us because you are live. You are God, and you said you are living and you are existing, and that is why we worship you, trust and believe in you, in Jesus Christ's name. Somebody say amen. So weka sadaka zako pale. Unapowekelea hivi, kila mtu afike kwa madhabahu. Useme ninajitenganisha na roho yoyote ambayo inaweza kunishikanisha na wafu. Ukiwekelea tu touch there. Ukimaliza uende nyumbani. Umesikia? Wale mnapakana kupaka laini muende nyumbani. Sitaki kusioni mtu hata nani. Mungu wetu pekee yake ataendelea wote. Wekeleni hapa keyboard. Hakuna Mungu kama wewe.
Bethel Clouds TV, empowering lives. Bethel Clouds TV, empowering lives.